ati sina pata ukitaka uangalie hii government nikiti na meza nyingine. Angalia story ya Kware, ule jamaa wa Kware. Angalia Muhwana, James Muhwana huyu wetu tu, huyu kijana yetu. Ambaye pia sijui ni propaganda imepangwa kuja jitokeza ni yeye ama alipwe, atuelewi mambo. Story yenyewe ya ukiongelea Muhwana, nilisikia Salasi akiongea kuhusu Muhwana akisema kwamba ni jamaa mzuri sana na hawezi kuwa amejihusisha na mambo yale. Wewe unamjua vizuri? Mimi Muhwana, kumwona nilimwona mara moja wakati nilienda pale Central Police Station nione Muhwana. Salasi, yeah. Hapo niliona Muhwana ni nani. Ni Muluya, ni jamaa kwa amani, jamaa mtulivu but ni mlevu kidogo tu. Hiyo ya ulevi tu. Kwa hivyo unajaribu kuniambia kwamba Muhwana anaekelewa maneno. Anaekelewa, Muhwana aliekelewa. Haonekana kama ni culprit lakini hapana. Sio yeye anahusika. Kuna big fish. Kuna big fish. Tumeonyeshwa CCTV jana jioni, ilitokea CCTV ya pale Mbagathi. Na CCTV ile inanasa naibu wa OCS. Lakini ripoti ambayo inatoka kwa bwana Amin, mkuu wa DCI, anasema kwamba OCS ndiye anahusika. Nayo CCTV inatuonyesha naibu wa OCS. Ukweli uko wapi? Sasa nimekuambia serikali wamejichanganya wao mwenyewe kulingana na masa. So wanafanya propaganda zao. Hata kuna kwa simu yangu kuna taarifa fulani hapo. Ati sijui alikuwa Wilson Airport. Mara sijui alitokea Mbagathi. Mara pia mimi siwaelewi vizuri. Lakini ukiangalia jamani ni serial killer murder. Serial killer. Yao ni serikali assassinators. Unaamini kwamba bwana Langat anahusika pakubwa katika tukio hili la bwana Albert? Mimi hata kama ningekuwa Nairobi usiku, Langat ningemtolea nguo aende. Ningekubali akae police station hiyo siku. Angeenda hiyo siku. So unaamini kwamba amehusika kabisa? Amehusika. Na nyinyi ujumbe wenu kwa serikali kulingana na tukio na kesi ya bwana Albert ni gani? Ni kulingana na kesi ya Albert na hiyo tukio. Sasa hivi tunataka tuangalie police station zote ambazo zinaongozwa mtu jina likianza na Langat, Rotich, Kipkorir. Watu wote watolewe. Kwa nini? Kwa sababu wengine sio wote. Angalia kuna kisa fulani imetendeka kule ni Kakamega. Sijui Kakamega prison ama kuna mahabusa alipigwa, niliona picha ile. Jamaa pia anaitwa Rotich, niliona picha ile. Central. Lagat ama na hivi. So naona ni wakali. Kuna kisa fulani pale Mombasa. Tena ni mkali tu. Nyingine Nakuru penye ni polisi alikuwa anafukuzwa na panga. Niliona ile. So angalia mambo. Nimesema sisi kama Gen Z tunasema hivi. Any names that belongs or any na pronouncewa na Kalenjin. Hao watu wote tunawatoa kwa nini? Tunawatoa kuongozwa constable, iwe ni lieutenant ama nani senior, wote wakuwe ni polisi wa kawaida. Au wenye wako na maadili waende. So hivyo ndivyo mmeamua kama wana Gen Z kwamba watu wale watoke pale. Ukiangalia hata pesa ni mkali. Kila kitu inaongeza. KPLC nini Kenya Pipeline Authority inaongezwa na wakale. Zote. Kila kampuni inaongezwa na wakale. So unajaribu kusema kwamba kuna ukabila ambao unatendeka kabisa chini ya maji. Tena si chini ya maji, imejitokeza wao wenyewe kwa wenyewe. Ukabila. Na tukiangalia kwamba bwana Kancha ambaye ni IG mwenyewe. IG mwenyewe alijitokeza na akasema kwamba wakati alikuwa anahojiwa kwa Senate, mwenyewe alisema kwamba ile habari ambayo nilileta ya mwanzo haikuwa ya ukweli. Akajichanganya tena akasema sasa habari yenyewe ndio hii. Sasa kuanzia kwa Kancha na hizo umbwa zake ziende. So unasema Kancha na watu wake wote warishuffle waende. Lakini Kancha tukiangalia kwamba Kancha anafaa kuretire kama ni mwezi wa 8 ama mwezi wa 9 kulingana na miaka yake imewadia. Anafaa kuretire na kulingana na sheria ya pale ni Langat ndiye anafaa kuingia. Ukiangalia sana government venye iko haiwezi kubali retire juu. Ruto anapimia 2027. Akichange hii system yake itaribika ile target yake itamuaffect. Kwa sababu umeona hii kesi inapelekwa hivi, inapigwa kwa Waluhya, inapigwa kwa Wajaluo, inapigwa kwa Wakale. Ndio system ibaki ile. Na sisi kama Gen Z kuna venye sasa amechagua hivi sisi ni yake. Sama point si ni yake. Sisi kama Gen Z tumesema Bomas iliuzwa. Sisi kama Gen Z tumesema every polling station ama returning station